na kufika mahali hapa. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Pia nashukuru kwa ushirika wenu kwa kuweza kuniita kule kufika mahali hapa, kwa wote viongozi na wachungaji na jumuiya yote ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimeshukuru sana kwa Mungu pia kwa kuweza kusimama hapa kutoa neno lake. Amen. Asante sana. Tuombe kwanza. Baba mtakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Baba wewe ndiye Mungu unayestahili siku zote. Tunakuja mbele zako katika yote. Mapenzi yako basi yakatimike kama jinsi unavyotaka Bwana. Tunakataa huyo mwovu ibilisi kutoa hofu, mashaka aliyopandikiza ndani ya watu wako. Lazima yatoweke, maana ni wakati wa kwenda kusikiliza neno lako. Ninaomba Mungu uwe pamoja nasi katika yote. Amen. Lakini ndugu zangu, ningependa kabla ya kuanza kuimba ya kuanza kuomba, tuimbe wimbo katika nyimbo za wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuimbe katika nyimbo za wokovu 93 nonantwa. Nyimbo za wokovu nonantwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku chache na tena Wakristo watakwenda kumwona Mwokozi. Siku chache na wataipewa thawabu na taji ya uzima. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Siku chache na vita ya huku, tena Yesu mfalme atakuja. Tutaona furaha na raha, atatupeleka kwake juu. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Siku chache machozi ya shida Mungu atayafuta kabisa, na baada ya siku si nyingi, kwa mlango nitaingia mbingu. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Kwa dalili zote ninaona
asubuhi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubarikiwe mama, ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Kwa kweli ndugu zangu, Mungu wetu ametuasa kwa siku ya leo twende kusikiliza neno lake, na amesisitiza kwamba siku si chache tena anarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku sio chache anarudi, kwa maana alama alizozisema tayari zimewadia, na dunia haitambui hilo, ila wana wa Mungu wamelitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tutajipeleka huku na kule, tunapenda vile vya dunia, lakini hatujui wakati tayari. Lakini tunapoambia watu ya kwamba wakati tayari, hawaamini hilo kwa sababu wako katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale ambao wako katika Kristo Yesu wanajua hilo muda wowote kabisa, saa yoyote tusiozani atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu alizungumzia atakuja kama mwizi. Je, atakuja yeye ni mwizi? Hapana, ni mfano tu. Na watu wa dunia wakiambia kwamba Yesu atakuja kama mwizi, wanafikiria ya kwamba yeye ni mwizi, lakini sio mwizi. Atakukuta wapi? Huko kwenye michezo ya dunia? Atakukuta wapi kijana, dada, mama, baba, unanisikiliza? Yesu anatupenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi katika siku ya leo tutajifunza neno zuri ambalo linazungumzia uinjilishaji, yaani utoaji neno la Mungu, kuita wengine kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi wana wa Mungu, ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza neno hili nzuri ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alituasa katika siku ya leo. Basi tutaona maana kwanza ya mwinjilisti. Mwinjilisti ni nani? Na neno mwinjilisti imetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwinjilisti ni neno ambalo linatoka kwenye neno injili. Kwa Kiingereza tunaita evangelist. Kwa Kiingereza, kwa Kifaransa tunaita evangelist. Ni Mkristo mwenye utume wa kuhubiri na kutoa elimu ya Biblia na maadili ya Kikristo katika madhehebu kadhaa katika Pentekoste au Upentecost. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa kweli mimi nilikuwa na dini yangu. Dini yangu ilikuwa ni Roman Catholic. Nilizaliwa mle, nililelewa mle na nimekulia mle, lakini kwa neema ya Mungu nimeokolewa kwa uwezo wake na neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Tunaangalia sasa neno injili. Injili ni nini basi? Injili ni neno la Kiarabu lenye asili ya Kigiriki. Maana yake evangelion. Lilitafsiriwa kama vile habari njema ya ufufuo wake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, maana ya injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi katika siku ya leo ndugu zangu, tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 28 mstari wake wa 18 hadi 20. Aliyekuwa tayari anaweza akatusomea hapo.
Mathayo 28:18 hadi 20. Amen. Mathayo 20:18 hadi 20. Haya, tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Sikilizeni tunakwenda. Sikilizeni tunakwenda. Hapana. Nilienda wakati mwingine. Mathayo sura ya 28 18 hadi 20. 28 ilikuwa naenda 20:18. Kumbe ni 28 ndio 18 hadi 20. Amen. Mathayo inasema hivi, verse yake ya 18. Yesu akaja karibu akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo niliyowapeni, nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Basi hilo neno linatuambia kwamba twende ulimwenguni kote. Na uinjilisti sio tu mtu aliambiwa kwamba wewe ni mwinjilisti. Hapana. Uinjilisti ni sisi wote ambao tumeokolewa kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine watasema wanamuulizia yule ambaye ni mwinjilisti kutoka Charlotte, yule ndio mwinjilisti tu. Hapana. Sisi wote hapa ambao tumepata hiyo neema ya kumjua Yesu Kristo ni wainjilishaji wa neno la Mungu. Tunapokwenda popote tumwakilishe Yesu. Nia zetu zijulikane, watu wajue matendo yetu. Hiyo ni uinjilisti tosha. Kuvaa kwako, kutembea kwako, kuongea kwako, kuongea kwako kwa kuongea kwa Yesu, kutembea kwako kwa kutembea kama kwa Yesu. Hivyo unainjilisha. Hata mtu hajakujua na hajakuona, hata kuona kwa muonekano wako, hata kuongea kwako, atasema huyu sio mwenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika siku ya leo ninawaletea ujumbe gumu ambao dunia inakataa kusikia, kwa sababu hawapendi kutekeleza mapenzi ya Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule Mungu aliyeniokoa, aliyekuokoa na ataokoa na yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi injili yako hiyo ipeleke hata kwa yule ambaye unayemwogopa kwamba huyu siwezi nikamhubiria. Kuna watu wengine wanakataa kabisa kuhubiria mtu mwingine asiokoke. Sijui kwa sababu yuko mkubwa au yuko wa hatari sana kwake. Yaani amesifika kwa ajabu. Lakini Biblia inasema kwamba kumwogopa mwanadamu itakuletea mtego. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ndio hivyo ndugu zangu. Tumeambiwa na Yesu Kristo tuenende tukawabadilishe watu kwa wanafunzi wao. Lakini neno letu katika siku ya leo ni uinjilisti. Na uinjilisti ndio huu ambao tutakwenda kujifunza zaidi. Basi tutaona aina mbili za wainjilisti ambao wanaokwenda au wanaokuwa makanisani au wanapokuwa sehemu ambako wanalitangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi aina ni mbili za wainjilisti. Kuna aina mbili za wainjilisti. Wainjilisti wa Yesu Kristo na wainjilisti wa dunia. Nikisema aina mbili za wainjilisti duniani ni aina mbili tu peke yake. Kuna aina mbili tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wainjilisti wa Kristo Yesu na wainjilisti wa dunia. Wainjilisti wa Kristo Yesu na wainjilisti wa dunia. Basi tutaanza na wainjilisti wa Kristo Yesu katika makanisa ambayo inamjua Yesu Kristo.
hao tutawaangalia hapa, tutawaona na matendo yao. Na ndugu yangu, utajichunguza mwenyewe katika ndani yako, wewe ni mwinjilisti wa namna gani? Wewe una utume ndani yako, au kuhubiri injili yako unaihubiri kwa namna gani? Hapa utajifunza na ujue ya kuwa ni nani anayekuongoza kwa kuhubiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi uinjilisti wa Kristo Yesu umegawanyika pia kwenye pande hizi mbili. Kwanza tumeona uinjilisti wa Kristo na uinjilisti wa dunia. Pia katika uinjilisti wa Kristo Yesu kumegawanyika mapande mawili makubwa ambayo yanafanya kazi makanisani. Basi kundi la kwanza la Wakristo hao wanapotosha injili, na kundi la pili la Wakristo hao wanahubiri injili kweli kweli. Amen. Amen. Katika uinjilishaji kanisani, tukisema uinjilishaji tunazungumzia na makuhani wote, mapastori wote wanaolitangaza neno la Mungu na kusimama madhabahuni hapa. Hapa ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi hao ndio tutaenda kujifunza zaidi. Basi tuangalie Wakristo, yani injili ya Kristo Yesu, wale ambao wanaozungumzia Yesu Kristo, matendo yao yako ya namna gani, na ni watu ambao wanapaswa kuwaje katika kanisa. Tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wake wa 13 hadi 15. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 15, Biblia inasema hivi. Amen. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena, ila utupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaona hao watu katika makanisa au wainjilishaji wa namna hiyo na kuita wengine kwa Yesu, lazima wawe na sifa hii, ambao kwanza ni chumvi ya dunia. Tukiangalia maana ya chumvi ni nini katika kiungo au katika mapishi ambayo tunayatengeneza manyumbani kwetu, hivi ni nani anayepika chakula akose kuweka chumvi? Je, ndiyo kama hautii chumvi au umekatazwa kuweka chumvi katika chakula chako unachotumia, lakini chakula hicho je, unachokitumia unakiona na ladha gani? Au ni chakula kina ladha gani ndani ya mdomo wako? Najua wengine wamekatazwa mahospitalini wasile vya chumvi, lakini hawafurahii, hawana amani, wanatamani tu wangekuwa naweka hata kachumvi kidogo. Wengine wanajitokeza hata kwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi Yesu alizungumzia hayo, alitaka kuwatofautisha watu wa Mungu na watu wa dunia, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna matendo yanayofanana ya Kikristo kweli kweli. Na ndio maana nilianza kusema kwamba popote unapokwenda wakujue wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusiogope wana wa Mungu. Tuwe imara tu. Sisi ni chumvi ya dunia.
ya kuita wengine kwa Yesu, tutatiliwa nini tukiharibika ili ikolee? Tutaonekana ni watu wa namna gani? Maana chumvi ikishaanguka kwenye mchanga, hata ukizoa ile na unairudisha kwenye nafasi yake, ukienda kuunga kwenye kiungo au kwenye msosi wako ambao uliuandaa, wallahi hautakula hiyo, utatupa moja kwa moja, kwa maana utakuwa kidogo tu kamchanga kana kupata kwenye meno yako. Hata hiyo ladha ya kula chakula, hata ulikuwa unachopoa namna gani, utasema haina ladha tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ambavyo Wakristo walivyo. Maana ukikosa kumtanguliza Mungu mbele, ukiwa unachukua Ukristo kama mchezo kawaida, wewe utakuwa ni mtu ambaye hauna thamani mbele za watu. Bwana asifiwe. Amen. Na watu wanakujua kwa tabia kwako huko mitaani, lakini unapokuwa hapa kanisani utajitia mtakatifu wa Mungu kweli kweli, ambaye unasimama kwa kumwimbia sijui, kwa kumhubiria kama mimi hapa sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nyumbani kwetu kule tunajulikana, yule ni mtu fulani, ana tabia fulani. Wanawake wote wa kijiji wanakufahamu. Wewe ni mtu wa namna hii, wewe ni muongo, wewe ni mwizi, unasema uongo na unaiba sana, wewe ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi ni chumvi ya ulimwengu, watu watujue kwa matendo yetu. Na Yesu alidiriki kuendelea kusema kwamba wala watu inasema hivi 13, haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Sisi ni nuru wa Mungu. Wainjilishaji wote ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni nuru. Mtu anapokuja kwako anatamani aone mwangaza, au wewe unatakiwa umuoneshe mwangaza. Hata kama anakataa, sawa, umeshampatia njia. Lakini katika Ukristo huu ambao mwingine ambao nataka nizungumzie hapa, wainjilishaji wa uongo ndani ya makanisa ndio wengi sana, au ndio wanaofanya kazi kubwa sana kwa kurudisha watu nyuma. Hawajui thamani ya Yesu Kristo alivyokufa pale msalabani na kutoa damu yake ya thamani ili sisi tuwe huru. Watu wanapopandikizwa mema au neno la Mungu ndani yao, wao wanakuja kuambia, acha hivyo, wewe fanya vile unapenda tu, Mungu yuko moyoni. Bwana Yesu aturumie sana. Unaposikia neno hili unaenda nyumbani, tulihubiriwa hivi, hata ukienda kanisani sawa, ukikosa kwenda kanisani sawa, wewe uko vizuri. Kuna mlevi mmoja aliwahi kunifuata akasema kwamba nyinyi wa Kristo nyinyi ndio mko vibaya sana, lakini sisi walevi, sisi ni watu ambao tuna upendo kushinda tani. Bwana Yesu aturumie sana. Unaona, mpaka tunaanza kukanyagwa na watu wa namna hiyo. Haoni kukanyagwa huko, haoni tunakanyagwa na dunia. Sasa sisi tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, lakini sasa tunakanyagiwa na hiyo nyoka na nge sasa ambayo iko ndani mwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyo mtu akaendelea kuniambia, ndugu yangu, sisi tuna upendo mkubwa sana kukushindia wewe au nyinyi kanisani mwenu, kwa sababu Wakristo wengi hawana tena upendo. Sisi nikiwa na dola yangu 10 au 20 au 200 au 500, nitamwita rafiki yangu, vipi, uko wapi? Niko huku, njoo huku tukutane sehemu fulani, twende kununua
sijui ndo corona, sijui ndo nini ile, atakuja nayo moja kwa moja mpaka kule watakunwa mwishowe. Lakini kitu kimoja nilimuulizia hivi, sasa mnapokunywa hiyo pombe, ndio unasema kwamba sisi hatuna upendo, ndio, lakini sasa mnapokula au mnapokunywa, amjua kwamba pale mnapopata ile madhara sasa, je, utaweza kumsaidia mwenzako? Ndugu zangu, mlevi yoyote au mtu yoyote anayekuwa katika dunia ni wa kwanza tena kumkimbia yule mtu ambaye alikuwa anakula naye, wanacheka naye, anasema sio nikaje kupata hisi bure, hata nikimbie. Hata kama alikuwa na uwezo wa kumsaidia, hata msaidia hata wakati wa shida. Ni wangapi wamepitia hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna watu waliachiwa katika shida na matatizo kwa sababu ya dunia. Mwanadamu usipoendeshwa na Kristo Yesu, utaendeshwa na shetani mwenyewe. Mwanadamu usiseme, usijizingizie kwamba unasema ya kwamba mimi hata kama sikuenda kanisani, niko nyumbani, ninakaa nyumbani tu, nitakuwa na mwabudu. Sawa, ni sawa. Mwanadamu uliumbwa kwa misingi miwili ya kuabudu tu, ya kuabudu. Na kuabudu kwako, je, ni kuabudu kwa Mungu au kwa shetani? Uliwekewa maabudu, mwanadamu ni kuabudu. Unamwabudu nani? Yoyote, mlevi, mwizi, mzinzi, kahaba wa aina yoyote ile, muongo, mwasharati, yeye ule anaabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata uoneshe upendo wa namna gani kwa ndugu yako, unamsaidia hiki na kile, lakini uko kinyume na Yesu, wewe ni bure tu. Ni bure ndugu yangu, kwa sababu huo upendo ni wa kufoji au ni pirati, feki. Kwake Yesu ndio kuna upendo wa ukweli. Kwake Yesu ndio atakusafisha na hata kuacha kamwe. Yeye alisema mimi ni Mungu aliye karibu, wala si Mungu aliye mbali. Yuko tayari kukusaidia. Amesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ndugu yangu, ukiwa katika dunia, mtambue Yesu, umjue Yesu. Basi na wewe mwinjilisti, ukiwa uko ndani ya Yesu, mtambue Yesu kisawasawa. Na hao wainjilisti ambao wako makanisani, wanaolihubiri neno la Mungu na kuyapindisha maandiko na kusema kwamba Mungu anaangalia moyo, angalia mwili, wanakudanganya. Ni kama unavyojiangalia kwenye kioo, unajiona wewe ni mzuri kweli kweli, wewe unapendeza, unaonekana wewe ni mzuri. Yaani kioo kinakudanganya kiasi hicho. Wengine wanajigeuza, wanajiangalia, akimnoka nguo kazuri, au mwanaume au mwanamke, yaani anajiona mimi ni handsome kweli kweli. Yaani akijiangalia, hakuna mwingine kama mimi jamani. Nikitoka tu wengine wanaanza kusema fulani unapendeza, uko handsome kabisa. Uko handsome, uko handsome. Yeye ndio handsome wa Phoenix. Bwana Yesu aturumie sana. Kioo kinakudanganya. Kioo kinakudanganya. Ubiri neno, umuige Yesu na neno lake. Yesu ndio huyu hapa. Ndio neno. Ukiwa uko Mkristo, tangu ulipokea Ukristo, haujawahi kusoma hata neno, uko sawa sawa na wainjilisti wa uongo. Kwa kila kaneno utasikia ndio. Biblia inasema hivi, yoyote anasoma sehemu fulani, anakuja kuambia honi hapa Mungu anaruhusu ulevi. Ndio. Na unakubali moja kwa moja. Uja kupamba, unapotea. Na unashirikiana na wale wainjilisti wa uongo ambao wanaopeleka watu kuzimu. Bwana Yesu aturumie sana. Na nataka nihakikishe hili na kusema kwamba kuzimu ipo. Kuzimu ipo na ni halisi. Biblia inasema kwamba kila nafsi itendayo dhambi itaonja mauti. Bali aliyepokea uzima wa milele ataishi milele pamoja na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojisumbua na dunia, unapofurahia dunia, unapoona dunia ndio kila kitu kabisa, ujua kwamba mwisho wake utapokea ulichopanda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe wainjilisti wa ukweli, tuwaite wengine kwa Kristo Yesu. Ingawa kwa Yesu kuna furaha ya kiasi hiki wewe mwenyewe unaona, basi usikose kumwambia na mwingine hiyo furaha uliyoiona. Wakati mimi sijaokoka, nilikuwa naona Wakristo wote ni watu ambao wanajisumbua tu. Unajua mimi ni kijana ambaye nina miaka 23 kwa sasa. Lakini nimempokea Yesu tangia ilikuwa ni mwaka wa 2022. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilifurahia sana maisha ya anasa. Nilipenda yoyote. Lakini wakati wa Mungu ni halisi. Alisema imefika wakati sasa uwaite wengine kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza alinyonjesha ile amani iliyoko ndani mwake. Unapolala, unalala na amani. Unapokula, unakula na amani. Hata kidogo unachokipata unakuwa na amani. Unapopata ajali anakuepushia na mengine. Unasema kwamba Yesu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapoona watu wengi wanaopata majali na kufa papo hapo, ni watu ambao hawamjui Yesu. Ni watu ambao hawamjui Yesu. Ndugu yangu mpendo, ndugu yangu, hata kama wewe ni mwinjilisti, hata kama wewe ni pastori, hata kama wewe ni mama wa chumba, hata kama wewe una cheo fulani kanisani au sehemu ya kumwabudia Mungu, ujue kwamba cheo chako hakina kitu na hakimwogopeshi shetani. Bali shetani anaogopa kitu ambacho kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana shetani anaogopa kitu ambacho kimekaa ndani yako. Na hicho kitu akikiondoa, basi umebakia kuwa simple. Utajiita mimi ni askofu. Utajiita mimi ndio hivi. Umebakia bure. Na wengine wanapobakia bure hawatabakia hivyo hivyo. Atasema nilinde basi hata jina langu likajulikane vile ambavyo liko linajulikana. Anaenda sasa kutafuta vingine na vingine sasa, ili sasa aje afanye nini? Alete vingine ambaye hayakufaa hata kwa ufalme wa Mungu na kupeleka kuzimu moja kwa moja. Bwana Yesu aturumie sana. Kuna watu walienda kuingia sehemu ambayo haikuwa sahihi kabisa, kwa sababu huyo mtu alikuwa amesifika sana, alikuwa anatumikiwa na Mungu sana, lakini alivyoachana na mipango ya Mungu, akaacha njia, akaenda sehemu nyingine ambayo anaijua yeye, akaleta upako usiokuwa halali, akaweza kupulizia watu na kusema kwamba anaendelea kuponya. Kumbe uliendaga zamani. Mtamjua huyo kwa matendo yake na kuongea kwake na uasharati kwa nyuma, anauficha kwa ndani. Atakuwa ni mtu ambaye anafanya mapenzi ya dunia, sio mapenzi ya Mungu tena. Amejivika kondoo, amejivika ngozi ya kondoo. Bwana Yesu atumie sana. Na huyo ni lazima atakwambia tu. Kama alikuwa anasema kwamba mtamjua, kama alikuwa anasema kwamba vaa vizuri, yaani Mkristo ni hivi, ushataka kuambia ndio nilikuwa nasema hivyo, lakini si Biblia hii. Biblia mko mambo mengi ndugu zangu. Biblia kuna sehemu ambako wanasema ukunywe pombe, kuna wengine wanasema kuunwa, usikuunwe. Hapa nako unaweza ukavaa hivi au usivaa hivi, au unaweza kumpatia Yesu maisha yako hivi. Anakuwa anapeleka sasa. Ndio vinyo utapenda uishi, ndio hivyo utaishi tu. Bwana Yesu aturumie sana. Anaanza kukupotosha bila wewe. Mchungaji fulani aliniambia hivi, alikuwa ananiambia hivi, alikuwa ananiambia. Kama alikwambia hivyo, na mwambie tu ninaye Yesu atanishindia, lakini umwambilie ukweli kwamba nishakujua. Pale ya kumwambia kwamba muombe Mungu viishie hapo, yeye anamwambia achochee tena ugomvi manyumbani kwao. Bwana Yesu aturumie sana. Na ndio dunia ya sasa. Ndio maana niliimba ule mwimbo na kusema kwamba siku chache mavuno yatatokea tu. Si nyingi. Anakuja Yesu. Anaweza akatokea hapa, anaweza akachukua baadhi ya wamoja wetu, wengine wakabaki kabisa. Unasema ndio hivi kabisa, ndio hivyo. Umebakia. Na unapobakia ndugu yangu akula chance nyingine, ndio mateso yanaanza sasa. Mbingu hiyo itawekwa giza. Utakuwa wapi ndugu yangu? Hubiria watu ukweli. Ambia watu neno la Mungu. Waambia kwamba ukifanya hivi utaenda kuzimu.
Hata kama wasikukubali sawa tu. Si Yesu alisema mwenyewe, alituombea kwamba naenda zangu kwa Baba, lakini Baba ninawaomba kwa kuwa hawa wameikubali neno langu, lakini dunia haitawakubali. Bwana asifiwe. Amen. Haitawakubali. Na kuna watu walioandikiwa kuzimu milele. Kuna watu walioandikiwa kuzimu, hata umhubirie vipi hata kusikia, kwa sababu aliandikiwa wapi? Kuzimu. Lakini haijamaanisha kwamba uache kuwahubiria. Pengine ile neema ya Mungu wetu Yesu Kristo ikiingia ndani yake, atabadilika na atakuja kushuhudia yale ambayo usiyojua wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa dini yangu, nilikuwa naingia kanisani sana, nilikuwa niko naomba mle, na nilikuwa niko nafanya kazi ya kuimba pia. Niliingia siku moja nikaenda kuonja kuimba, lakini sikuwa sijaokoka bado, sikuwa sijamkubali Yesu, hajaingia hata ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuingia mkanisa sio kwamba umeokoka. Unaweza ukaingia ukaimba sana ukajazwa, ndio Roho Mtakatifu yeye ni ndege, anaweza akakuingilia na ukao unanena kwa lugha na ukasema yale ambayo anapasa ya kusema, na akimalisha haja yake anaondoka, unabakia wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fulani alijazwa na Roho, hatujazwa kabisa. Kumbe ukienda tena kumuulizia vipi, ni ile siku chance. Au akitaka saa sijishushe anajipandisha, nikiomona. Bwana Yesu aturumie sana. Na hivyo ndivyo ambavyo vinavyofanya watu wasimgeukie Yesu. Wanapokuja kutuona matendo yetu ndani ya kanisa, hawaoni mwangaza, wanaona giza kama kule walipo. Kuna wengine wanasikia injili kweli, wanataka kuokoka, lakini katika njia ambayo wanataka kwenda kuingia mule kanisani kuona ile mwangaza, sasa matendo yamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule ukahaba waliotaka waache kule, tena wanaukuta humu kanisani humu. Akiwa ameanza kuokoka tu anaanza kusikiliza neno kama hapa hivi, kesho yake anasikia fulani Angelina na Mwajuma na Juma mwenyewe aliwabebesha wote mimba. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Huyu ambaye alikuwa ameshaanza kufuata Yesu Kristo, moja kwa moja anasema ndio vile. Sasa ni wapi ndio kuna Yesu? Atakuwa anajiulizia ndani ya moyo wake. Bwana Yesu aturumie sana. Matendo yetu na yajulikane kuwa sisi tumeokoka. Wanapokuja watu wamkute Yesu hapa, waone matendo ya Yesu hapa, waone kwamba Yesu yuko hapa, wamuige Yesu kutembea kwake, kwa sababu Yesu yuko ndani ya mioyo yetu na anatupatia ile moyo wa kila siku kuomba, kupiga magoti mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili lingine kwa Wakristo hao uongo, naweza nikasema Wakristo pia, kwa sababu Wakristo wote ni wainjilisti, hawajui kuomba. Yaani wao wanajua tu kuja kanisani, lakini wakiwa nyumbani hawajui kuomba. Hivyo je, unategemea kwenda kumpiga shetani atakuogopa? Hata kama unaweza kwenda tu fulani, wewe ni hivi, achana hiyo dhambi, Mungu anakuita. Hata kama hautendi dhambi, lakini haukwenda na silaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Silaha ya kumpiga ule nani? Shetani na kiburi. Bwana wewe, atakuangalia ni nani, anakushusha. Yaani usifikirie mwanadamu umewekwa hapo ya kwamba hauna kitu chochote ambacho kiko ndani mwako. Mwanadamu ana nafsi, na ile nafsi iliumbwa na Mungu, lakini ile nafsi iliambiwa imwabudu Mungu, imsujudie. Lakini sisi tunamwacha Mungu, tunashujudia kinyago, shetani aliyeasi. Na mtu wa namna hiyo lazima awe kwanza na kiburi. Kiburi ndio kitamtambulisha kwanza huyu ameokoka au hajaokoka. Utamjua kwa kiburi. Wakristo wengi wana viburi kweli kweli. Wameshaokoka ndio, Yesu ndio yuko kwao kabisa. Yaani hawezi akawa kwa wengine, yeye ndio mwenye Yesu sasa. Bwana Yesu aturumie sana.
wewe ndio mwenye Yesu sasa. Na ndio maana upende hata kumwambia mwingine aokoke. Basi ndugu yangu, omba sana, achana kuwa na kiburi, mtafute Yesu. Na Yesu hawezi akakaa sehemu ambayo ina kiburi. Yaani hata kama uko nje kanisani, hawezi akakaa ndani ya kiburi Yesu. Shetani alitupiwa kutoka juu mbinguni mpaka kuzimuni na akusamehewa kamwe kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kimoja nataka niwaambie wa Kristo. Na hiki shetani, na ndio maana natulinda nacho, anaona hasira kubwa kwa mwanadamu, na anamwinda vikali sana. Na anakuinda kwa namna gani? Anakupatia mali, fedha na vinginevyo, ili ubweteke, useme kwake shetani ndio kuna raha. Basi ukienda kule amekunasa kweli kweli, na moyo wako ukishanasika, hata ubiriwe injili namna gani hauwezi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini shetani anatuwinda? Na kwa nini anaendelea kutuwinda? Na kwa nini Wakristo wanakuwa kwenye vita vya kuindwa na shetani? Ni kitu kimoja tu. Kile kitendo cha Yesu kuja kutuokoa pale msalabani, maana yule ni Mungu mwenyewe aliyevaa mwili wa mwanadamu, akajitia mnyenyekevu kama mwanadamu, akajiweka kwamba ametumwa na nani? Na Baba, lakini ni yeye yule yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni yeye yule alikuja akasubiriwa msalabani, akavuja damu yake ya thamani ili mwanadamu ukombolewe wewe. Lakini shetani anaweka mioyo migumu asielewe kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna jambo nataka usikie ndugu yangu. Basi shetani kazi yake ni kuja kutaka usijue siri ambayo Yesu alikufa pale msalabani. Endapo ukijua hiyo siri, basi utaokoka siku hiyo na utaacha kila kitu. Na vita vikubwa anavyokuwa shetani lazima kuwa kizingizishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua shetani yeye alifukuziwa mbinguni kwa kosa moja tu ya kiburi na kujinua na kutaka kuwa kama Mungu. Moja kwa moja Mungu alipata hasira, yeye pia hakamshusha chini pamoja na ile kundi ambalo alikuwa alishajiunda nalo, kwa sababu mtu mbaya au mtu ambaye aliyekuwa naaminiwa na Mungu akishaenda kinyume na Mungu, pia kutakuwa na watu wanaokuwa nyuma yake wanamsupport. Alafu naye pia anataka sasa sife kama Mungu, na anaanza kusema eti kwamba mimi ndo naponya, sio Mungu ndiye anaponya. Wanaweza tumeza. Basi shetani naye pia kule mbinguni akawa anajipandisha mabega, anataka apande sasa kule ambako Mungu anakokaa. Yeye alikuwa anakaa pale kwa kumsifia Mungu, na akianza kusifu hivi, wapendwa, shetani ana sauti nzuri ya kuimba. Shetani ana sauti nzuri, na kipawa chake alishuka nacho. Hakuachiliwa eti Mungu alimnyang'anya. Hapana. Alishuka nacho. Shetani anajua kuimba, lakini katika kuimba kwake kile kiburi alichokipata, akasema siwezi kushindana kitu ambacho nilichoumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na dhambi ambayo Mungu anakataa, kiburi cha kujinua wewe ni nani na kujiona wewe ndo wewe ndo wewe tu ndugu yangu. Hapana. Alishushwa moja kwa moja mpaka kuzimu, akafungwa pamoja na malaika zake. Lakini Biblia inasema kwamba atafunguliwa, na akifunguliwa 666 lazima ipigwe kwenye paji za uso. Unajua ni nini Wakristo hiyo 666 haijafika? Ni kwa sababu ya huu mati, na tunahubiri neno la Kristo la ukweli kweli. Na kuna Wakristo wa ukweli kweli. Wale wakiomba mapepo yote yanatetemeka. Wale wakiomba, wakiimba, lazima miungu yote ianguke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tunarudia kwenye vita hivi. Shetani akaona hapana, sio vyema. Mbona mimi nilitenda dhambi moja tu, akanikataza nisirudi tena mbinguni. Maana afikaje shetani? Shetani awezaje?
ila yeye ni mshtaki wetu. Anasemaga na Mungu tu, anasemaga naye. Ona ule mtu wako alikuwa ni mtu wako, analihubiri neno pale. Sisi sasa hivi tena anaenda wapi? Wewe nilikwambia wewe Mungu ni wa kwangu huyo. Mwache tu. Wanaweza turumeza. Sasa ni hivi ndugu zangu, nataka nisitize hapa muelewe vizuri. Yeye alijua kwamba akifanya vile atasamehewa. Lakini hakusamehewa, alishushiwa mpaka kuzimu na kufungwa kabisa iwe makao yake ya milele, na akaandaliwa adhabu ambaye ataunguzwa yeye na malaika zake kule kuzimu. Akasema kwamba shetani mwenyewe akasema kwamba hawa watu mbona niliwadanganya nikawaweza kwa namna hii, kwa nini sasa wao wasamehewe mimi nisisamehewe? Bwana Yesu atuhurumie sana. Shetani akasema hivyo ya kwamba tufanye kazi kubwa. Mapepo yale walikuwa ni malaika watakatifu, lakini waliitwa sasa mapepo. Ndio haya majini, mizimu, miungu ya kila aina, haya mababu haya ambayo yanakuwa ya kimila haya, yote hayo ni mawakala wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa nako kuna jambo hapa. Kuna mtu mwingine bado yuko hapa, lakini anaabudu miungu ya kigeni. Bashibololocha. Hiyo ni miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio shetani akatengeneza jeshi. Endeni duniani mkawazuru wale wasiokuwa na Kristo, wawe wa kwetu sisi, watutumikie, wawe wainjilisti wetu, walete watu kwa Kristo, kama vile huyo Mungu wao ambaye anaitwa Yesu, ambaye alikuja akawaambia nendeni duniani mkawafanye watu kuwa mataifa, waje kwangu, waje wanakuwa wanafunzi wangu, nendeni mkawaite. Naye pia akasema kwamba yes, nendeni nanyi pia mkawafanye watu hao wanafunzi wangu mimi, siku nikiungua niungue na wao. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tuko kwenye vita. Ukiona mtu anakuwa ni kaaba, yani shetani ashaingia kabisa, majini ashaingia. Yani hata ukimhubiria huyo mtu, muombe tu, muombe baba, muombe mama, mtoto wako akusikilizi, yani ni cha kutoa kweli kweli, mwambie Mungu tu, muombe na kumfungia hata vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu alishaitwa ni mwinjilisti wa shetani. Basi tunaenda kuona wainjilishaji wa dunia sasa, na ndio hili pointi ambalo tunataka kwenda kuligusia zaidi. Tuliona wainjilishaji ni aina mbili duniani, wa Kikristo na wa dunia. Basi dunia nako pia kuna wainjilishaji. Wainjilishaji ndio wale ambao wanamfanyizia shetani kazi kwa kujijua. Pia na kwa wainjilisti wa dunia kuna aina mbili. Kuna wale wanaojijua ya kwamba wanamtumikia shetani, na kuna wengine hawajijui kabisa wanamtumikia shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na naweza nikasema hivi kwa sauti kubwa na kusema kwamba vijana wengi na wamama wengi na wababa wengi tunamfanyizia shetani kazi bila sisi kujijua. Pale unaposengenya mtu unamtumikia kazi, yaani unafikiria kwamba hii imona kabisa, unamtumikia shetani kazi, yaani unamleta kwa Kristo Yesu. Pale unapokuwa wewe ni mtu ambaye hausikii neno la Mungu, unamfanyizia nani? Shetani kazi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Pia hivyo tuone hawa wainjilishaji wa dunia. Tusome katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wake wa 4. Yuda sura ya kwanza. Tutaenda kwanza kuona hawa wainjilishaji katika makanisa. Tusome andiko tubainishe hilo jambo katika makanisa. Yuda sura yake ya kwanza ni sura moja tu, mstari wake wa 4. Yuda sura ya kwanza mstari wa 4. Amen. Biblia inasema hivi: maana watu wasiomcha Mungu wamepata kujiingiza kwa siri miongoni mwetu, watu ambao kwa faida ya maisha yao mabaya
wanaupotosha ujumbe wa neema ya Mungu, ujumbe wa neema ya Mungu wetu, na kumkana Yesu Kristo aliye peke yake kiongozi na Bwana wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona hao watu waliojiingiza katika utume wa Mungu na kufanya hata kwamba wamekuwa ni watumishi kweli kweli, au ni waumini ambao wanamnyenyekea mbele za Mungu, yaani walijiingiza kwa siri. Ndugu yangu, ukiwa uko namna hiyo, ningekusii badilika, uwe Mkristo kweli kweli. Uwe Mkristo kweli kweli. Ndiyo, siku ile utasema, Bwana, niliponya watu, ndiyo. Nilifanya hivi kanisani, ndiyo. Sikutoka mbele yako, sikujui wewe. Utakanwa. Sio wote watumishi wataingia mbinguni. Sio wote ndugu zangu. Sio wote. Bali ni yule anayeishi na kunyenyekea na kupiga magoti kila siku na kumsihi Bwana, nikague mimi kama nimechafuka au la. Nikague mimi, anatembea kwenye mapenzi yako au la. Mwenyewe hata kawia atakwambia wewe matendo yako, au atakutumia mjumbe